Niwashukuru nyote mloacha majukumu yenu mbalimbali mkakaa mpaka dakika hii baada ya swala. Msiondoke kwa kukaa kutusikiliza. Kwa kweli haya ni mapenzi makubwa, na mimi nimefarijika sana kupata wananchi wa hapa kukaa kutaka kutusikiliza, na kwa kweli hii ni dalili kwamba mna imani na uongozi wetu, na mimi nasema asanteni sana. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri, na ahadi yangu ni kwamba tutaendeleza juhudi za kuijenga nchi yetu. Tutaendeleza juhudi za kutatua changamoto zetu za kimaendeleo. Haya yaliyosemwa na mengine ambayo hamjasema, inshallah tutayafanya yote ili nchi yetu ipige hatua za maendeleo kwa haraka sana. Na nimeombwa mambo matatu. Moja linahusu afya, moja linahusu elimu, na moja linahusu barabara za ndani. Ahadi yangu kwenu ni kwamba nitapita kutizama hili swala la afya, na serikali itachukua hatua ya kuliweka vizuri ili wananchi waweze kupata huduma. Na la pili la skuli kujengewa uzio, nadhani ni ombi ambalo halikataliki. Maana kama kuna vijana wetu hususan watoto wa kike, lazima tuwatengenezee mazingira ya usalama. Na kama skuli tunajenga za ghorofa, hatuwezi kushindwa kujenga uzio. Kwa hivyo na lenyewe nimelipokea, na inshallah tutalifanyia kazi tukamilishe katika muda mfupi. Ndugu zangu, tuko katika mwaka wa uchaguzi, tunahitaji kudumisha amani, na tumuombe sana Mwenyezi Mungu aidumishe nchi yetu katika hali ya amani.